Hivi ushawahi kuonga ardhi? Ardhi huwa inaongwa, lakini mimi sijawahi, lakini nimeshiriki kwenye michakato mingi ya watu kuhongwa ardhi. Kwa hiyo ni jambo lipo. Kwa nini umeniuliza hivyo? Maana nilitaka nijue kama ni sahihi kuhonga ardhi na inatambulika kwamba huyu alihongwa, au lazima uwe na mkataba kwamba niliuziwa. Mkataba utaandikweje? Inaweza ikawa tukatumia neno kuhongwa kama neno limekaa vibaya hivi, lakini kwenye sheria zetu za ardhi kuna njia kadhaa za kupata ardhi ambazo zinatambulika kisheria. Njia ya kwanza ni ya kugawiwa. Unaweza ukapewa ardhi na rafiki yako, kampuni, ukapewa. Njia ya pili ni ya kurithi. Nataka ndugu yako, mzazi wako akafariki, then ukarithi hiyo ardhi. Njia ya tatu ni ya kutwaa, kwa maana ya kwamba ardhi umekuta poli, ukasafisha, ukaanza kuishi. Na hii njia inatumika sana vijijini. Japokuwa miaka ya sasa hivi unaweza ukaitwa mvamizi, lakini ni njia inatambulika. Na pia sheria inasema kwamba mtu akikaa kwenye ardhi yako kwa zaidi ya miaka 12 bila kukumbushwa kitu chochote, bila kubugudhiwa, wala kulipishwa chochote, atahesabika kama mmiliki wa hiyo ardhi. Lakini njia ya 4 ni ya kununua. Hii ndio njia maarufu sana. Watu wengi wananunua ardhi, kama vile watu wanaoendaga pale Lapex Properties wananunua ardhi. Kwa hiyo ni njia ambayo watu wengi wanapata ardhi. Lakini njia ya 5 ni ya kupewa kwa huba na upendo. Sasa njia hii ndio hiyo wengi huwa tunasema kama njia ya kuhongwa. Ni njia inatambulika kabisa kisheria. Mtu anakupa kwa upendo kabisa. Mtu anakupa kwa huba, kwamba labda ni mwenza wake, ni rafiki yake, anakupatia kwa huba na upendo. Kwa hiyo ni njia ambayo watu wengi sasa ndio tunaitafsiri kwamba ni ya kuhonga, kwa sababu ukimpa mwanamke sasa umemuhonga. Kwa hiyo ni njia inatambulika kabisa kisheria kwamba unaweza kumpa mtu ardhi for love and affection. Kwa hiyo kwa huba na upendo mtu anapewa ardhi hiyo. Na ili ihesabike kabisa kwamba umepewa au umehongwa ardhi, hakikisha unapita hatua zote za kupewa hiyo ardhi. Kwa maana kwamba lazima upewe kitu tunakiita unapewa mkataba. Sijui niseme mkataba wa zawadi, tunaita gift deed. Ni nyaraka maalum ya kuonesha kwamba ardhi hii nimempa huyu kwa upendo, kwa huba, inatambulika kabisa. Kwa hiyo msipeane kwa mdomo kwamba nimekupa mpenzi wangu, nimekuhonga hii ardhi, alafu wewe pia ukaridhika ukaishia hivyo hivyo. Hakikisha mna nyaraka maalum ambazo zinathibitisha kwamba nimekupa kwa upendo na huba au nimekuhonga. Ziandikwe kabisa na mwanasheria athibitishe au aweke kiapo hicho kwamba ni kweli Tom amempa labda Happy kiwanja kwa huba, au Stani amempa Jackie kiwanja kwa huba au amemhonga. Ielezwe hivyo. Lakini pia kama kimepimwa, unaweza ukatumia mkataba huo au nyaraka hiyo kwenda kuomba kumilikishwa au kupata hati miliki. Inakubalika kabisa kwamba bana, kiwanja hichi nimehongwa na mpenzi wangu, nimehongwa na rafiki yangu, kwa hiyo nataka nipate hati miliki. Kwa hiyo serikali inapokea kabisa mkataba wa aina hiyo. Kuna njia ya 3 umezungumza ya kumiliki ardhi. Kama mtu amekaa kwenye ardhi yako more than miaka 12 na hajagubudhiwa, inakuwa ni ardhi ni ya kwake. Sasa kuna maeneo ya serikali mengi watu waliyavamia, wamekaa more than 20 years, hawajabugudhiwa chochote. Wamepelekewa huduma zote zipo. Alafu kwa nini hao watu wanakuja baadaye kuondolewa? Pamoja na kwamba kwenye kipengele hiyo ipo kwenye ndani ya kipengele cha kutwaa, kwamba unakuta ardhi imesafishwa, ni poli unaisafisha, alafu unaanza kuishi. Lakini sheria imeweka angalizo kwamba kwenye njia hii ya kutwaa au ya kukaa kwenye ardhi haitahusisha maeneo ya taasisi za serikali au maeneo ya serikali. Kwa sheria iliangalia, ilijua hili kwamba mtakuwa mnakimbilia maeneo ya serikali. Kwa hiyo iliweka angalizo kwamba maeneo yote ambayo ni ya umma au ya serikali hautaruhusiwa kupata ardhi kwa njia hiyo. Na labda nitoe wito kwa wananchi, maana hii imekuwa ikifanywa sehemu nyingi sana. Watu wanavamia maeneo ya taasisi, maeneo ya serikali, au maeneo mwekezaji ameshindwa kuendeleza ardhi, watu wanavamia. Ni kosa kisheria.
kama mnahitaji ardhi kama wananchi na mmeona kuna uhitaji huo na kuna ardhi labda mwekezaji ameshindwa kuendeleza au eneo la taasisi, wafateni viongozi wenu, labda mwenyekiti, madiwani, alafu wao wafate utaratibu kwamba ardhi hii mwekezaji ameshindwa kuendeleza, wamwandikie barua either kamishna mteule wa mkoa husika, ili amwambie mheshimiwa waziri, ili waziri amwambie rais kwamba kuna ardhi sehemu fulani mwekezaji ameshindwa kuendeleza au taasisi fulani imeshindwa kuendeleza, tunaomba tupatiwe sisi kama wananchi kwa sababu tuna uhaba wa ardhi. Rais anaweza akakubali maombi yenu, lakini mkivamia tu mkaanza kuishi, serikali inaweza kuwaondoa kwa sababu mtahesabika kama wavamizi. Lakini muuliza swali la msingi sana kwamba inakuwaje wananchi wanavamia ardhi sehemu alafu wanapata huduma zote za msingi kama maji, umeme na huduma zingine zote. Ni kweli ni kosa, mamlaka zetu zimekosea sana. Utaratibu ni kwamba mahali popote kwenye ardhi, kabla halijafanya jambo lolote la ardhi, ni lazima sheria za ardhi zizingatiwe kwanza. Kwa hiyo TANESCO na DAWASCO au DAWASA wamekuwa wakifanya uzembe huo, kwa sababu unapotaka kupeleka huduma kama umeme au maji lazima uangalie mipango miji na 80 hapo. Hasa unakuta watu kabisa wapo kwenye hifadhi ya barabara kama ndugu zetu wale wa Kimara walikuwa na huduma hizo zote, na kwa sababu nchini kwetu wananchi wetu wengi sana hawana uelewa masuala ya ardhi, imewafanya kukimbilia kwa kuamini kwamba mbona kuna huduma za kijamii kama maji na umeme. Kwa hiyo nitoe rai pia kwa mamlaka zetu za huduma kama hizi kama TANESCO na DAWASA kuzingatia au kufanya utafiti, uchunguzi, upekuzi, kujua kwamba tunapopeleka huduma hizi za umeme, anayepaswa kupewa huduma hii kwenye hiyo ardhi yeye ni mmiliki halali, eneo hilo ni la makazi. Hii itasaidia kuepusha wananchi wetu wengi sana walioingia kwenye migogoro hii kwa mkumbo au kwa kutokujua. Kwa hiyo ni swala zuri sana umelieleza, lakini pia nitumie nafasi pia kuwaomba TANESCO na DAWASCO au DAWASA kuzingatia hilo, ili wananchi wao ukienda mmoja watashindwa kukuletea umeme, watakwambia hii ni eneo la hifadhi ya barabara. Hii itazuia wananchi wengi kununua hapo. Kwa hiyo ni wazo zuri sana, na wananchi wengi sana wamepata migogoro ya ardhi, wamebomolewa na kutapeliwa kwenye maeneo haya kwa kudanganywa kwamba mbona kuna umeme na maji. Na kwenye huduma hizo kwenye swala hilo la kuvamia ardhi, kama kuna ardhi tumekuta ni pori ila halina umiliki wa taasisi, halina umiliki wa serikali ya umma, labda ni eneo ambalo unsurveyed, halijapimwa, yani halina location, tumelivamia, tumejenga, so serikali baadaye ikipata matumizi inalitambua lile eneo kama unsurveyed kutokana na ambalo ni pori, litafukuza watu au litaangalia watu waliolivamia na kuwahalalishia? Kama nilivyosema awali kwamba hii njia ya kusafisha eneo na kuanza kulitumia ni njia ya zamani. Sidhani kwamba dunia sasa hivi kunaweza kukawa na, au Tanzania leo kunaweza kuwa kuna ardhi ambayo haina mmiliki. Inaweza ikawa ngumu kidogo. Kuhusu swala la kuwa halijapimwa, karibia 80% ya nchi yetu haijapimwa. Kwa hiyo kuto kupimwa kwa ardhi haimaanishi kwamba hiyo ardhi haina mmiliki. Sio kweli. Kwa hiyo bado narudi pale pale. Kama wananchi tukihitaji ardhi sehemu kwa dunia sasa hivi, kwa Tanzania sasa hivi, ni vyema tukafuata utaratibu, kwa sababu eneo kuto kupimwa au kuwa pori haimaanishi halina mmiliki. Kuna mtu anaweza kawa na umiliki wa tangu miaka ya 80 na ana hati, nyie mjui, mnaona kama ni pori. Lakini pia mwenye mamlaka ya kumtoa mwekezaji aliyeshindwa kuendeleza ardhi ni Mheshimiwa Rais peke yake. Kwa nyinyi kuvamia mkiamini kwamba huyu mwekezaji ameshindwa kuendeleza ardhi, mnafanya kosa. Kwa hiyo mnaweza kuondolewa. Ndio maana nikatoa rai kwamba tusivamie ardhi za watu. Tusivamie ardhi yoyote ambayo tunahisi kwamba iko wazi. Kama tunaona tuna uhitaji wa ardhi, tuwashirikishe viongozi wetu wa serikali za mitaa, kwa maana ya mwenyekiti au diwani, then wao watamwandikia barua labda kamishna msaidizi, au kamishna msaidizi atamwandikia barua waziri wa ardhi, ambaye waziri wa ardhi atamweleza Mheshimiwa Rais kwamba kuna ardhi iko Kihonda, kuna ardhi iko Tunduma, kuna ardhi iko Mwanza, kuna ardhi iko Simiyu ambayo haijaendelezwa. Mwekezaji tulikuwa tumempa au Mtanzania tulikuwa tumempa ameshindwa kupaendeleza. Kwa hiyo amevunja mkataba
mkataba ambao tumempa kwa maana ya hatimiliki, yale masharti ya kwenye hatimiliki. Sasa kwa sababu tukikupa ardhi, kwa maana rais akikupa ardhi ukashindwa kutimiza yale masharti, tukwambia bana, hii ardhi ni kwa ajili ya kiwanda au ya uwekezaji, wewe umeshindwa kufanya uwekezaji, inamaanisha umevunja yale masharti. Rais anao mamlaka ya kunyang'anya hiyo ardhi, tunaita revocation, kwamba rais anakunyang'anya kwa anaweza akampatia mtu mwingine. Kwa hiyo tusivamie, tukiona kuna jambo hilo tufuate utaratibu, then serikali hii au serikali inaweza ikawapa hiyo ardhi bila nyinyi kuvamia, na ikawapanga kwenye utaratibu mzuri na mkapata hatimiliki kwenye hiyo ardhi, kuliko mngevamia, mngetolewa. Asante Mr. Tom, mpaka wakati mwingine. Asante Nashukuru kuwa na sana. wewe. Shukrani sana, nimefurahi pia kuwa na wewe.